uzito, maana hakuna ajuaye kesho yake hata kifo chake. Eti tungejua lini utakufa, basi tungekuwa tunakimbiana. Kwa sasa sina muda umeshanitupa mkono, lakini narudia tena, ninatambua siri iliyopo kati yako wewe na mchimba kaburi. Yaani kama unapoitambua wewe ndani ya moyo wako, basi na mimi naijua hivyo hivyo. Na nilikwambia hakuna kitu ambacho unaweza kukifanya au hakuna siri ambayo unaweza kaificha mimi sijui. Chochote unachokifanya ni lazima nitakijua. Sasa ninaondoka. Naomba kuwa makini. Tena kuwa makini sana. Ninaenda. Nikirudi nitakuja kumalizana na nyinyi. Siri, siri, siri ya kifo. Siri, siri, siri ya kifo. Sipo huru, sina nuru, mweusi mfano wa kunguru. Sipo huru, sina nuru, mweusi mfano wa kunguru. Siri, siri, siri ya kifo. Siri, siri, siri ya kifo. Sipo huru, sina nuru, mweusi mfano wa kunguru. Sipo huru, sina. Shoga yangu, kweli dunia ina maajabu, lakini haishindi maajabu ya mumeo. We Mwaija, una maana gani kusema hivyo? Usitufanye sisi watoto wadogo. Mumeo amejichimbia kaburi na kutaka azikwe ili ajue siri ya kifo. Mwaija, haya wewe umejuaje hayo? Maana mimi na mume wangu hapa hakuna chochote kinachoendelea. Hayo ni uvumi tu wa watu. Lakini kusema kuna mtu anaweza kujichimbia kaburi lake, hilo sio kweli. Wewe unaona hichi kitu kinawezekana? Yaani mtu ajichimbie kaburi lake mwenyewe na atake kuzikwa? Ama kweli watu wana uzushi. Mwaija, hakuna kinachoendelea. Na kama kingekuwepo, ningekwambia wewe ni rafiki yangu. Sawa. Mficha malazi, kifo muungua. We ficha ficha, ila siku utakuja kuumbuka. Mimi ninaondoka. Siri, siri, siri ya kifo. Siri, siri, siri ya kifo. Sipo huru, sina nuru, mweusi mfano wa kunguru. Mungu ameweka fumbo zito, maana hakuna ajuaye kesho yake hataki. Shemeji, kuna kitu gani ambacho kinaendelea mpaka sasa hivi? Mume wangu amekufa. Yaani namaanisha ngoma hatupo naye tena. Na nimethibitisha hilo. Ni kweli amekufa.
Kinachotakiwa hapa ni wewe kwenda kumstiri. Unapaswa kumzika. Na hakikisha unapomzika hatakiwi kufukuliwa kabisa, kwa sababu tayari kashajua kila kitu kuhusu mimi na wewe. Hivi shemeji, ni swali linawezekanaje? Mbona imekuwa rahisi sana kutambua siri ya kwetu sisi? Nakumbuka hii ni siri baina yangu mimi na wewe. Hakuna mtu yoyote ambaye anatambua. Na kitu kingine ninachojiuliza zaidi, amekufa vipi? Ingawa alikuwa mzima kama chuma. Mbona kama jumba bovu linataka liniangukie? Nisikilize shemeji. Unapaswa kufanya kama jinsi alivyokuelekeza. Yaani unapaswa kumzika. Ila sasa unapomzika, hakikisha unamzika katika kaburi ambalo tayari limekwisha kutumika. Na maanisha ufukue kaburi ambalo limekwisha kuhifadhiwa mwili wa marehemu. Na kisha nimo mzike mle. Maana ukimzika katika kaburi ulilochimba wewe, anaweza akafufuka. Na kama atafufuka, kumbuka kuwa ameshajua kila kitu kuhusu mimi na wewe. Hii ni hatari kubwa sana. Hatakiwi kufufuka. Ile swali limekaa vipi hapa? Na wewe umejuaje yote haya unayozungumza? Kwamba akizikwa kwenye kaburi nililochimba mimi atafufuka. Unasema inapaswa azikwe kwenye kaburi ambalo lishatumika. Hii imekaa vipi? Mbona kama kuna mchezo ambao unaendelea ambao usifahamu? Sawa. Mimi nitaenda kumwandaa kwa ajili ya kwenda kumstiri. Lakini kuwa makini. Hapaswi mtu yeyote kutambua hii siri ambayo inaendelea mpaka sasa hivi. Nadhani utakuwa umenielewa. Katika hili kwanza ondoa wasiwasi. Hata mimi nilikuwa namuonea huruma sana mume wangu. Lakini nilivyojua tu kuwa ameshajua kila kitu kuhusu mimi na wewe, sina huruma tena. Na sitamani hata afufuke. Natamani afe hivyo jumla. Kuhusu hili ondoa wasiwasi. Hakuna mtu atakayejua siri hii. Basi sawa. Acha mimi nikafanye kazi yangu. Siri, siri, siri ya kifo. Siri, siri, siri ya kifo. Sipo huru, sina nuru, mweusi mfano wa kunguru. Sipo huru, sina nuru, mweusi mfano wa kunguru. Nimefanikiwa kumzika. Tenda kupitia utaratibu ule ulionipa. Na maanisha sikumzika kwenye kaburi alotaka tumzike. Nimemzika kwenye kaburi jingine kabisa mbadala, tena mbali na lile kaburi. Na sina tumaini kama anaweza kufufuka. Ila anachojiuliza, kwa nini ameamua kufanya hivi? Na amekufa vipi? Unajua, nabaki njia panda. Kwanza mimi nikupongeze shemeji kwa hilo. Kama umeweza kumzika kwa kufuata utaratibu niliokuambia, umefanya kazi nzuri sana. Maana naamini kuwa hatuwezi kufeli. Lakini kitu kimoja ambacho kinazidi kunishangaza na kinaniumiza kichwa sana. Nakumbuka kauli yake ya mwisho, alidai kuwa anaenda kupumzika. Na kisha atarejea tena kwenye uso wa dunia. Na vile vile akadai kuwa anajua kila kitu kinachoendelea kuhusu wewe na mimi. Na tena akaongezea neno ambalo lile ndio linanipa wasiwasi kila wakati shemeji. Yaani kila nikikaa na waza, na alidai kuwa akirudi tu atakuja kulimaliza lile ambalo sisi tulilianzisha. Nisikilize. Siku zote mtu akifa na lake huwa limeisha. Sina tumaini kwamba anaweza karejea tena na kumaliza kile anachotaka kukimaliza. Na imani hapa ndio mwisho wake. Na chengine, usiwe na wasiwasi. Mimi nitalilinda lile kaburi. Iwe mchana, iwe usiku, iwe mvua, iwe jua. Na sitomfukua
kama alivyotaka nimfukue, bali nahitaji ateketee mule mule kwenye lile kaburi. Shemeji, ni vizuri kama hayo unayoyasema utaweza kuyamudu, ila ina maana unamaanisha kuwa utakuwa unashinda makaburini na kulala makaburini ili kuhakikisha kuwa hatofufuka? Hilo ndio jibu. Usiulize swali. Siri, siri, siri ya kifo. Siri, siri, siri ya kifo. Sipo huru, sina nuru, mweusi mfano wa kunguru. Mungu ameweka fumbo zito, maana hakuna ajuaye kesho yake hata kifo chake. Laiti tungejua